Ni saa chache kabla ya wananchi kuelekea vituo vya kupiga kura katika zama ambazo taarifa husafiri kwa sekunde chache. Simu za mkononi na interneti zimekuwa sehemu ya mchakato wa uchaguzi. Lakini Januari 13 mwaka 2026 saa 12 jioni, Tume ya Mawasiliano ya Uganda ilitangaza kusitishwa kwa huduma za interneti na baadhi ya huduma za mawasiliano ya simu. Hatua hiyo imekuja masaa machache kabla ya uchaguzi mkuu wa Uganda. Kwa mamlaka, hii ni hatua ya kiusalama, lakini kwa upinzani na asasi za kiraia ni tishio kwa uwazi wa uchaguzi. Lakini hili si tukio geni katika Afrika Mashariki. Oktoba, wakati wa uchaguzi mkuu wa Tanzania, hali kama hiyo ilishuhudiwa. Je, kilichotokea Uganda ni kivuli ya kile kilichotokea Tanzania? Na kama ni hivyo, ujumbe wake kwa demokrasia ya ukanda huu ni upi? Katika uchaguzi mkuu wa Tanzania, huduma za interneti zilipunguzwa au kuzimwa kwa nyakati tofauti, hasa katika siku muhimu za kupiga kura na kujumlisha matokeo. Wananchi waliripoti ugumu wa kutumia mitandao ya kijamii, kushindwa kupakia picha na video kutoka vituo vya kupiga kura, kukatika kwa huduma za ujumbe na simu za data. Serikali ilieleza kuwa hakukuwa na kuzimwa rasmi, kulikuwa na changamoto za kiusalama. Hatua zilikuwa za muda na za kiufundi. Hata hivyo, makundi ya haki za binadamu na waangalizi wa uchaguzi waliainisha hali hiyo kama vikwazo kwa uwazi, kizuizi cha ushuhuda huru, njia ya kudhibiti mtiririko wa taarifa. Katika mazingira hayo, taarifa nyingi za uchaguzi zilibaki mikononi mwa mamlaka rasmi pekee. Tofauti na Tanzania, Uganda imetangaza waziwazi kusitisha huduma za interneti na simu. Taarifa ya Tume ya Mawasiliano ya Uganda inasema hatua hiyo inalenga kulinda usalama wa taifa na kudumisha utulivu wa umma. Lakini upinzani nchini humo unasema hatua hiyo itazuia ufuatiliaji wa uchaguzi, itazima sauti za wananchi na itaficha kinachotokea vituoni. Asasi za kiraia zinaonya kuwa katika uchaguzi wa kisiasa, kuzima interneti ni sawa na kuzima macho ya umma. Kwa Uganda, hii si mara ya kwanza. Katika chaguzi zilizopita, kuzima mawasiliano kumekuwa sehemu ya mazingira ya uchaguzi. Kati ya Tanzania na Uganda kuna mfanano mkubwa katika hatua hizi. Kwanza, zote zinatokea karibu sana na siku ya uchaguzi. Pili, zinahalalishwa kwa lugha ya usalama wa taifa. Lakini tatu, zinapingwa na upinzani na asasi za kiraia. Nne, zinapunguza uwezo wa wananchi kuripoti ukiukwaji, kufuatilia matokeo na kuandaa ushahidi wa kidijitali. Na muhimu zaidi, zinabadilisha mwelekeo wa simulizi ya uchaguzi kutoka kwa wananchi kwenda kwa dola. Hata hivyo, kuna tofauti kadhaa muhimu. Nchini Tanzania, hatua zilikuwa zaidi zisizo rasmi. Hakukuwa na tangazo la wazi la kuzima interneti. Kulikuwa na ukimya au maelezo ya kiufundi. Nchini Uganda ni tofauti. Hatua hii imetangazwa rasmi. Kuna muda maalum uliowekwa. Serikali inasimama wazi na uamuzi wake. Tofauti hii inaonyesha kuwa Uganda imefikia hatua ya kutoona haja ya kuficha mkakati huo. Swali kubwa linabaki, kwa nini Afrika Mashariki inarudia mbinu zile zile? Wachambuzi wanasema kuna hofu ya nguvu ya mitandao ya kijamii. Kuna kumbukumbu ya maandamano yanayoratibiwa mitandaoni. Kuna hofu ya matokeo yasiyotarajiwa. Kwa hivyo kuzima interneti kunakuwa njia ya kudhibiti taarifa, njia ya kudhibiti hasara na njia ya kudhibiti simulizi. Si kwa Tanzania pekee, si kwa Uganda pekee, ni mwelekeo wa kikanda. Swali linaloulizwa mara kwa mara ni je, Rais Yoweri Kaguta Museveni ni mwalimu wa marais wengine wa Afrika Mashariki? Jibu la kitaalamu ni hili: si mwalimu wa darasani, lakini ni mfano wa vitendo. Museveni ameonyesha kuwa unaweza kuzima interneti, ukakabiliwa na lawama, lakini dola ikaendelea. Kwa viongozi wengine hilo linakuwa somo lisiloandikwa.
Hatua hizi zina athari pana, zinapunguza imani ya wananchi, zinadhoofisha uwazi wa uchaguzi, lakini pia zinahamasisha hofu badala ya ushiriki. Demokrasia bila mawasiliano huru inabaki kuwa demokrasia ya jina tu. Katika dunia ya leo, uchaguzi haupimwi kwa kura pekee, bali pia unapimwa kwa uwazi, ushirikishwaji na uhuru wa taarifa. Kinachotokea Uganda leo ni mwendelezo wa kile kilichotokea Tanzania jana. Si tukio la bahati mbaya, ni mwelekeo, na mwelekeo huu unauliza swali moja kuu: je, Afrika Mashariki inaogopa wananchi wake au inaogopa nguvu ya taarifa? Kwa sasa jibu halijatolewa wazi, lakini historia itarekodi kwamba kulikuwa na wakati ambapo uchaguzi ulifanyika gizani katika enzi za mwanga wa kidijitali. Mpenzi mtazamaji, siku kuna maoni gani kuhusiana na taarifa hizi, ambapo ni tume ya mawasiliano ya Uganda imeweza kusitisha huduma za interneti pamoja na huduma za simu, ikiwa ni masaa machache kuelekea uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kuandaliwa tarehe 15 Januari, na hii ni kutokana na kile kinachodaiwa kwamba ni kudhibiti usalama wa nchi kipindi hiki. Lakini hatua hii imeweza kukashifiwa vikali na baadhi ya asasi za kiraia na watetezi wa haki za kibinadamu wa kimataifa, lakini pia upinzani nchini Uganda unaongozwa na Bobi Wine ukitajwa kuwa ni hatua za Yoweri Kaguta Museveni kutaka kuiba uchaguzi. Lakini kulingana na tume ya mawasiliano ya Uganda ni kwamba hatua hizi zimeweza kutolewa kama tahadhari